au season katika ndoa yetu nilijikuta tu niko kimya, na mwenzangu pia kuna vitu ambavyo alikuwa pia anajiuliza at that time, lakini we couldn't put a finger on it. Kulikuwa kuna something going on, lakini tulikuwa tupo tunaendelea katika ndoa, tuko tuna amani, tuna furaha, tunaongea, lakini kulikuwa kuna ukimya fulani ambao hatukujua ni nini haswa ambacho kinaendelea katika ndoa. Taratibu tukaanza kuhisi kama tunaishi tu pamoja, lakini sio kama kuna kitu tuna build together, kwa sababu kila mtu alikuwa na stress zake, kila mtu alikuwa na shughuli zake anazifanya, kila mtu alikuwa ana matarajio yake kivyake, lakini hakuna aliyekuwa ana manage ndoa. Nakumbuka kuna wakati tukajiuliza swali, tukasema wewe uko busy na kazi yako na unaichukulia vizuri na una manage vizuri. Wewe uko na hata mimi na shughuli zangu na zimanage vizuri, lakini hii ndoa nani anaimanage? Nani anaifuatilia? Nani anaisimamia kwa umakini kabisa na kwa ukaribu? Kwa sababu kuna ukimya fulani ambao uko na hatujui ni nini kinachoendelea na hatuongelei. Tukiangalia makampuni yanakuaga na uangalifu wa karibu, kwa sababu obviously wanataka wafanikiwe. Kwa hiyo watakuwa wana meetings, watakuwa wana budgeting, watakuwa wana evaluation. Lakini tukajikuta kwamba tulikuwa amongst wale watu ambao tunaacha tu ndoa ijiendeshe yenyewe. Na hapo ndipo tulipogundua kwamba we need to treat hii ndoa kama institution ambayo inahitaji proper management na inahitaji uangalifu wa karibu. Karibuni sana katika kipindi cha Tujengane na Pamela. Hii ni video yangu ya 4, part 4 ya mambo ya ndoa. Karibuni. So ndoa sio hisia tu, ndoa ni management. Na leo nataka tuongelee katika lengo la kampuni, na kampuni ambayo inahitaji uangalifu na management properly. Na tafadhali kaa mpaka mwisho, kwa sababu kuna tips ambazo nataka ni share katika mambo ambayo wanandoa wengi tunayafanya, lakini hatujui kama ni makosa na yanakuwa yanaharibu ndoa zetu. Kitu cha kwanza, kampuni huwaga inaangalia inaenda wapi. Sisi kama wanandoa, do we sit down na kujiuliza kwamba sisi kama wanandoa, yes, tumependana, tumefanya harusi na sasa hivi tunakaa pamoja, probably tunataka watoto. Tumeshakaa na kuangalia tunaenda wapi? Sisi tulikuwa hatujakaaga na kuwaza tunaenda wapi. Maybe some of you have, lakini nataka ujiulize, mmeshakaa na kujiuliza mnaenda wapi? Kampuni inakuwaga na mission statement, inakuwaga na vision ya miaka 5, 2, 10. Do we have that? Tunaenda wapi? Na hapo ndipo shida nyingi zinakuwa zinaanza. Mnagombana kwa vitu vidogo vidogo, mnachoka haraka, mnapishana, kwa sababu hakuna ile proper management ya vitu vya umo ndani ya ndoa. Kwa sababu unajua kama kampuni inakuwa ina sections za aina mbalimbali. Unajua hii ni HR haiwezi kumwangalia mtu wa accounts. Na department ya accounts haiwezi ikamwingilia department ya administration, na wakati wa department ya administration, yani kila department ina management yake. Sisi kama wanandoa kuna hizi division, hizi departments tuna handle vipi? Communicate effectively kujua kwamba hawa watoto labda nani anakuwa anafanya na homework, au hii department hii tunakuwa tunafanya nini? Tuna hiyo management, tuna hiyo proper outlook ya kusema kwamba hii ndoa yetu inaendaje? Tunaenda wapi? Hata goals za hapo baadaye. Anyway, as I go forward, tutaangalia ni vitu gani ambavyo tunaenda kuvidiscuss. Nakumbuka tulikuwa tukipishana na mume wangu, alikuwa anasema hili neno, and I believe ilisaidia sana sisi ndoa yetu, kwa sababu mimi I think even him at the beginning ndoa yetu ingeweza kuvunjika, lakini yeye ilikuwa tukipishana alipata tu uelewa au revelation na kusema kwamba in the middle of it, au ndo tumekuwa heated, tumegombana kabisa, atasema tu kwamba hii ndoa ipo kusurvive, hii ndoa ipo kulast, hii ndoa tupo. Yani alikuwa lazima na hakikisha
anasema hiyo statement. No matter how much anaweza kaniuzi au labda tayari mwenyewe ameuzika, lakini anajikuta tu amesema hivyo. I believe hichi kitu, hiyo statement alivyokuwa anaisema ilikuwa ni kama vision yetu, kwamba hii ndoa ipo katika kukaa. It doesn't matter vitu gani ambavyo tunakuwa tuna go through, lazima tutapita. Kwa hiyo mentally, hata at the back of our head, kisaikolojia, ikawa tumeshajijengea kwamba we are here to stay, na tutajaribu kufanya vile ambavyo tunatakiwa tufanye ili tu hii ndoa iweze kusimama. I hope you understand what I mean. Kwa hiyo ilisaidia hii ndoa kukaa. Kwa hiyo nyinyi mission statement yenu kama wanandoa, vision, maono ni maono ya aina gani? Lengo letu ni nini katika hii ndoa? Je, tunajenga nini kwa pamoja? Tunataka watoto wetu waone nini katika hii safari ya familia kwa upamoja? Na wao individually waone nini, future yao ikoje, watarajie nini? Ila pia resource allocation. Je, fedha ndani ya nyumba zinajadiliwa? Kwa sababu I believe wengi wanasema kwamba pesa huwaga ndio chanzo kimojawapo kikubwa ambazo inafanya ndoa nyingi zinakuwa zinaterereka. Mna discuss finances au kuna mmoja wenu au wote wawili mnakuwa mnafichana. I believe hata kama mimi I'm not here to say kwamba lazima mwe mna joint account au mwe mna separate accounts. Hiyo I believe ni solely ina depend na couple. Ila mimi I believe kuwa open. Mwe open katika finances. Mdiscuss, na katika openness ndiyo inaleta umoja na nguvu katika ndoa. Hiyo ndio proper management, kwa sababu ukiweka finances za mama hapa za baba hapa, mtajua mna manage vipi hizo finances. Hii inaenda wapi na hii inaenda wapi. Ndiyo, a man ni a main provider, lakini not at these times. I believe kwa asilimia kubwa sana za nyumba unakuta baba na mama wote mnafanya kazi. Inakuwa very unfair kwa mwanamke kutegemea kwamba mwanaume ndio inabidi afanye kila kitu katika nyumba, alafu ila mwanamke ni ya mwanamke. I believe it doesn't make sense, and these are not the times, kwa sababu hiyo ilikuwa ni miaka hiyo ya zamani ambao mwanaume mara nyingi alikuwa anafanya kazi mwenyewe, au hata kama mwanamke anafanya kazi, mara nyingi wanaume walikuwa wanalipwa zaidi na mshahara wake mwenyewe unaweza kutosheleza, na walikuwa more than okay to do that. Ila right now mara nyingi unakuta mishahara sometimes mwanamke anapata zaidi, au sometimes mwanamke utofauti ni mdogo sana, na hata kama anapata half ya mwanaume, I believe kuna namna ambavyo mwanamke unaweza relieve some of the responsibilities za ndani ya nyumba, kwa sababu maisha yamekuwa very expensive. Again, miaka 20 iliyopita au enzi za wazazi wetu sio kama sasa hivi. Maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa tough. So I refuse to believe kama kuna wanawake out here wanaamini kwamba mwanaume ndio inabidi provide everything na yeye hela yake iweke ya kwake. I feel like it is only right kumchukulia mume wako. Kama unampenda mume wako, mtasaidiana katika haya mambo ya fedha. Hiyo ni proper management. Ndoa unakuwa kuna namna ambavyo unamfanya mume wako na yeye anakuwa anaishi na ana feel kama na yeye ni human na anapendwa. And unless kama mwanaume anapata zaidi na mmekubaliana, fair and well. Lakini kama mwanamke kuna kipato na kipata, I believe unaweza ukapay certain bills. I believe unaweza ukalisha familia. I believe unaweza mkakaa chini mkapanga finances. Ni vizuri mkawa open na mkayajadili na kuongea ni nani anafanya nini katika ndani ya nyumba. At the end of the day ni makubaliano. Kama mwanaume anahisi anaweza akafanya kila kitu, that is happy with that, well and good. Ila pia division of labor. Nimegundua kwamba kumbe sisi wanawake sio marobots, especially at these times. Unajua siku hizi kama nilivyosema kwamba unakuta mama na baba wote mnafanya kazi, mnaenda makazini, mnarudi wote at the same time. It does not make sense. For some of these men, wanarudi nyumbani, anakaa chini, alafu akategemea mwanamke wake ndio afanye kila kitu ndani ya nyumba. Mwanamke ndio afue, mwanamke afanye homework na watoto, mwanamke apike, mwanamke asafishe. Like, kama unampenda huyu mwanamke, utakuwa very fair kusema kwamba wote tumetoka makazini and I have two hands and I am smart enough
kufanya vitu ndani ya nyumba. Wakati mwanamke anapika, you can do homeworks na watoto. Wakati mwanamke anasafisha, unaweza ukapanga nguo au unaweza ukafua nguo. Wakati mwanamke anaosha vyombo au anasafisha, unaweza ukasema ngoja nitupe matakataka. Division of labor, it's very important. Katika kampuni unakuta kila mtu anakuwa anajua position yake, ndio maana kampuni inaweza kaendelea na ikasonga mbele. It's the same as a home. Lazima kuwa kuna division of labor, kuelewa nani anaweza akafanya nini. Mwanaume simama katika nafasi yako, na I don't believe inaweza kupunguza wanaume kama ukipika. Haipunguzi wanaume kama ukisafisha. I think hii ni si enzi zile. Kwa enzi zile it made sense kwa sababu mwanamke alikuwa hafanyi kazi, yuko nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa ina make sense mwanaume akirudi akae nje na marafiki zake au akae aangalie TV, kwa sababu even work enzi hizo zilikuwa ni very hard. Wengi walikuwa wanafanya kazi katika mining, walikuwa wanafanya kazi hizi nzito. It was really hard. So it made sense kwa mwanamke kufanya kila kitu. Lakini now times have changed. Mwanamke pia ni anafanya kazi. Na hata kama hafanyi kazi, for you to tuonyesha kwamba you love this woman, yeah, you can just do a thing or two in the house to assist. So division of labor is very important. Just jua kwamba mwenzako sio robot na yeye anachoka. Kazi za ndani zinachosha, to be honest. Hata kama you're a full-time mom or a full-time dad, kazi za nyumba zinachosha kwa sababu ni 24 hours job. Sio kama kazini ambao unaenda asubuhi, jioni umerudi nyumbani you can rest. Nyumbani kazi waga zinaendelea tu. So be considerate, na ili kulinda hii ndoa, muwe on the same page na mfanye kazi kwa pamoja. Kuna sehemu moja ambayo ndoa nyingi waga zinaanguka sana, na hii sio pesa wala sio majukumu, communication. Makazini kuna kuwaga na meetings, kuna kuongea, kuna emails, yani lazima tu upass information and communicate ili muwe on the same page na muweze kureach ile goal au vision ambayo mnayo kama kampuni. It's the same as a home. We need to communicate. It's such a shame, especially nowadays. Ndoa nyingi zinafeli pia kwa sababu ya simu, kwa sababu ya social media, kwa sababu tu ya mtu anaona bora awe on Instagram kuliko kukaa na familia yake na kuongea na have fun na kucheza board games. It is insanely sad kuona kwamba ndoa nyingi zinakufa kwa sababu unakuta mwanaume anasema mimi mke wangu, mume wake ni simu, au mke anasema mimi mume wangu, mke wake ni simu. I know of this ndoa ambao sasa hivi wametengana kwa sababu ya gadget. It is sad. I remember I saw this video, I think it was a Japanese family or Chinese. Wanasema kwao wamejiwekea kabisa rule kwamba kila mtu akiingia ndani ya nyumba, si mtoto, si mama, si baba, wametoka makazini, watoto wametoka shule, wana kibasket cha keys kama ni car keys na basket nyingine ya simu. Kila mtu akiingia ndani ya nyumba kwa anaonyesha baba anaweka simu hapo, mama anaweka simu hapo, na watoto wanaweka simu hapo. For the next 2 hours is purely communication in the house. No TV, no phone. Kama ni mama ana cook, baba anafanya homework. Kwa anaonyesha tu hiyo video, very nice, very inasaidia sana family kuwa together na kuwa strong. Kwa hiyo ikawa anaonyesha baba anafanya homework wakati mama anapika huku wanaongea. There is no phone. Hakuna mtu ambaye anasubiria text message. Kwa sababu in all honesty, what kind of emergency are you waiting? What kind of text ambayo itakuwa so new, ambayo unaweza ambayo inashindwa kusubiri mpaka later or tomorrow. Na kama kuna emergency, waga nasemaga, if there's any kind of emergency, it's an emergency already. You're not the only one existing. Huyo mtu anaweza kapiga 911. Huyo mtu anaweza kaita ambulance, anaweza kaita police, anaweza kaita hata neighbors. You're not the only one. So they will be fine. There's always help they can get. Now we cannot live our lives on the phone alafu to expect our family to be strong, our children to be strong, our husband and wives to be like, that's not possible. So communication is very important. We have to be very careful na hizi social media na simu in our marriages. Lazima we have to be intentional katika kuziacha hizi simu pembeni na kutokuwa very quick kuwa na ukaribu na simu badala kuwa na ukaribu na partners wetu.
disagreements inabidi sana tuwe na muscles ya kuweza kutatua matatizo. Again, makampuni katika kumanage kuna disagreements, kunakuwa kutokuelewana, lakini kuna namna ambavyo wanaweza wakakaa wakaongea ili kampuni iweze kusonga mbele, wanatatua, wanasonga mbele. It's the same as marriage. Marriage lazima kutakuwa kuna disagreements. Wote mko tofauti. Na lazima tuwe tuna ile uwezo wa kusema kwamba naweza nikakaa tukaongea na tukayamaliza. No matter how difficult this conversation is, let us face this hard conversation ili mradi tu tuweze kusonga mbele na hii institution ambayo, kwa sababu as much as I'm using example ya kampuni, ndoa ni institution, si ndio? Tunasikia watu wengi wanasema kwamba ndoa ni, sijui kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza wanasema ndoa ni institution. Institutions ni kampuni. Na hii institution ni lazima iwe managed well. Kwa hata ndoa lazima iwe managed, kwa sababu ni wawili wamekuwa kitu kimoja. Mnakuja mnakuwa na one vision, mnakuwa mna one goal, na especially kama watoto wakija, kuna namna ambavyo mtakuwa mnatamani au watoto wawe. Mnataka wawe na beliefs za aina gani, wawe na tabia za aina gani, wawe hata wakiwa wakubwa wawe ni watu wa aina gani. Another one very important, long term vision. I think wanandoa wengi tunakuwa tunashindwa kuelewa kwamba tunakuwa tunafikiri tu upendo na kwenda makazini kurudi kuprovide, that's enough. Lakini kitu ambacho kinafanya ndoa ikae na uwe na amani, especially sisi wanawake, unakuwa unataka kujua kwamba mwanaume anakupeleka wapi. We like that. Na mkiwa wanandoa, you want to have that long term vision. Kuna ile ya monthly, mnakuwa mnaulizana, wewe umeachieve nini, unataka nini. Kuna ile yearly, ila pia kuna ile long term, after 5 years, 10 years. Mnataka mwe mmefanya nini, mmeona nini, mnataka kuona nini kwa watoto, mnataka kuona nini katika finances, mnataka kuona nini katika maendeleo, mnataka kuona nini katika marriage, mnataka kuona. It's very important kukaa chini na kudiscuss long term vision, even short term visions, very healthy. Kiuchumi, kifamilia, kiroho, kitaaluma, kwa sababu I believe bila vision mtaishi kwa survival mode, mnaishi tu ile maji mnaishi. Ndio maana unakuwa uko very drained na very tired, kwa sababu mnafanya kazi, mnafanya hivi vitu, lakini hujui ni for what. Lakini if you know for what, it's easy kuwa na amani na kuwa na nguvu ya kuendelea kufanya kazi, na kwa sababu kuna kitu ambacho unataka kuachieve in the end. And with vision inakuwa ni rahisi sana kuishi kwa purpose. Sasa nikwambie kosa ambalo ndoa nyingi zinafanya, na wanaingia kwenye ndoa kwa upendo lakini hawana mpango wa kuisimamia. Huwa tunafikiri kwamba feelings zinatosha, lakini ukweli ni kwamba upendo ambao hauna structure utachoka, na structure bila upendo will end up to be very cold, utakuwa baridi sana. So tunahitaji vyote, tunahitaji upendo na tunahitaji structure. Let me end by saying ndoa sio hisia tu. Ndoa sio kuhusu nani yuko right au nani yuko more smart kuliko mwingine. Ndoa ni kulinda kile ambacho mnajaribu kukijenga. Ndoa ni partnership. Ndoa ni kurespect one another, ni mutual respect. Ndoa ni both of you making decisions, shared decisions. Ndoa ni teamwork, ya makusudi kabisa, teamwork. Kama nilivyosema mwanzo, division of labor, teamwork. Katika kukaa chini na kudiscuss finances, teamwork. Katika kutatua matatizo, teamwork. Ndoa ni me and you. What are we doing about this? Ndoa ni communication. Kana kwamba we leave our phones. We have to talk about phones. I think in every aspect katika maisha sasa hivi lazima tuongelee social media, lazima tuongelee phone, kwa sababu ni kitu ambacho kinaua vitu vingi sana. Ni very addictive. Kinafanya watoto wanakuwa wanapata vitu ambavyo haviwafai, wanakuwa hawawezi kufanya kazi zao za shule kwa sababu ya hizi simu. Ndoa zinakufa au
mtu tu anaweza akapoteza kazi. Tumeona pia the other day I was talking to my husband, wakawa wanaongelea ajali ambazo zimetokea kwa watu wanatumia simu na anakuwa na concentrate na simu mpaka anakuwa anapata ajali kwa sababu akili yake inakuwa imeama, anakuwa hayuko aware na environment yake. So communication, if it comes to communication, ni ile kucommunicate, understand na kumuelewa, ila pia simu. So ukisimamia ndoa yako vizuri, utaenjoy matunda yake, utapata amani, utakuwa kuna furaha, kutakuwa kuna umoja, kutakuwa kuna kusaidiana. Tusiache ndoa zijiendeshe zenyewe, wala tusiache ndoa kuhisi kwamba upendo tu na hisia inatosha. Hapana, we need to be managing our marriages every single day. Kwa sababu vitu vya thamani huwa tunavisimamia. Ndoa ni zaidi, inahitaji usimamizi wa karibu. Kama umejifunza kitu leo, feel free to comment hapo chini na support me by saying ndoa ni management. Na kama kuna mtu unahisi kwamba anaweza kumsaidia, kindly share with them, and until next time, take care of yourself and kindly manage your ndoa. Thank you. Bye.